wananchi, yako matatizo mengi yanayofanya umoja unakuwa jambo kubwa sana, na matatizo hayo tunaweza kuyagawa katika sehemu mbili. La kwanza nchi, pili ni matatizo yanayohusu watu nafsi. Nchi namna gani? Kwamba leo nchi moja na nchi nyingine ni sawa sawa, wanaita wenyewe kwa Kiingereza wanasema kila nchi ni sovereign, ina madaraka kamili, ina ukamilifu wa madaraka yake. Na nchi mbili zikiungana ndio kusema kila moja ya nchi zile inakubali kuyavua yale madaraka, na uko ugumu. Nchi nyingi zinapata tabu, nchi inapata tabu kuyavua madaraka iliyokuwa nayo yao kitu kingine. Yako matatizo, kila nchi ina wivu wa madaraka yake, haipendi kuyaachia madaraka yake. Nasema liko tatizo hilo, na nchi zinapokubali, wananchi hawana budi wapate sifa kwamba kweli wananchi wamekubali kuvua yale madaraka yao waliokuwa nayo. Pili ni matatizo ya nafsi, na msiyapuuze hayo matatizo ya nafsi, yana maana nchi ni nini? Nchi si barabara na miti na majumba, ni watu, na watu ni nafsi. Basi yako matatizo ya nafsi. Maana yake nini? Kwamba hii nchi ina president wake na vice president wake na mawaziri, waziri wa hiki, waziri wa kile, waziri wa kingine, na hii nchi vile vile ina president wake au prime minister wake na mawaziri, waziri wa hiki, waziri wa kile. Sasa mnazungumza habari ya kuziunganisha nchi hizi iwe moja. President anaweza akajiuliza, tutakapokuja kuunganisha zote mbili zikawa moja, nani atakuwa president? Watakuwa mapresident wawili au moja? Hilo sio swali dogo hilo wananchi, ni swali la nafsi, halihusu manufaa ya nchi hata kidogo, lakini ni swali la nafsi. Julius nauliza, tukijiunga nchi zetu zikawa moja, mimi nitaika nini? Nafasi yangu itakuwa nini? Hayo mambo makubwa hayo. Swali hilo kama halikujibiwa, mtu huyu ni vigumu sana yeye aseme haya muungano huu kitu kizuri.